mtu anaweza akatoa mwili wake aungue moto na baada asiwe na upendo. Sema mtu anaweza akatoa mali zake zote akawapa maskini na baada asiwe na upendo. Ndio maana akasema hivi, sio kila penye kutoa pana upendo, ila kila penye upendo pana kutoa. So not every giving is out of love, si ndio? But every lover knows how to give. Kwa hiyo you cannot really explain the heart of a person by what he gives. Sababu the hand may be doing a right thing, but the heart is another place. That makes this activity basically inakuwa sin mbele za Mungu. Watu wanasemaje? Makofi tafadhali. Ndio maana kwenye Luka 18 kuna yule mtu ambaye anaitwa nani? Yule Luka 18:9 hadi 14. Luke 18:9-14. Kuna watu wawili walienda hekaluni kusali. Toza ushuru na Farisayo. You know what happened? That Pharisee alikuwa leo tungesema ni a wonderful Christian. Alitaja mambo mazuri sana, lakini Yesu aliadisi. Unadisi vipi mtu ambaye amesema mimi natoa zaka ya mapato yangu yote? Ni wale ambao ukimpa nauli anakata sehemu ya 10 kwenye nauli. Umenipa 5,000, 500 ya Mungu. Anaweka pembeni. Anasema nafunga mara 2, which many Christians wanastaka kufunga hata mara 1 kwa mwezi. Nafunga mara 2 kwa wiki. Sema wow, maana yake mara ngapi kwa mwezi? Mara 8. Kwa mwaka mara ngapi? Mara 100 na. Wow! Anafunga huyu. Alafu anafanya kingine? Akasemaje? Hata tabia mbaya kwa nayo. Anasema mimi sio kama wazinzi, sijui nini. Akamtaja na mtoza ushuru ambaye alikuja hekaluni pia. Jamani, kamnyosha wengi, sio kama hawa. Okay. Lakini Yesu anasemaje? Yule aliyesema niwie radhi mimi mwenye dhambi. Kumbuka ni mazingira ya hekaluni, Yes, kwa sababu mazingira ya hekaluni uingii mikono mitupu, lazima uingie na sacrifice. Niwie radhi pale ni hilaskomai. Maana yake look at the atoning sacrifice. Ni lugha ya hekaluni kabisa. Kwa sababu pale mbele panaitwa nini? Hilasterion, kiti cha rehema. Pale unirehemu maana yake angalia dhabihu. Kwa yule hakunyanyua macho yake juu, aliangalia dhabihu. Alafu akasemaje? Unisamehe kwa kutumia hii dhabihu. Ilikuwa ni figurative of Kristo by the way. Sababu anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukae dhambi ya ulimwengu. Yohana 1:29. Thus he looked a figure which is in the position of Christ. Yesu akasemaje? Huyu toza ushuru ambaye hakutaja tendo lolote jema ameondoka amehesabiwa haki. Lakini huyo Farisayo ameondoka akiwa na dhambi zake. Akasemaje? Maana kila ajikwezae hushushwa, na kila ajikuzae, kila ajishushae, ajidhilie au ajishushae hukwezwa. He was not bragging about what he has done. Alienda tu akasema uniwie radhi. Sacrifice ya Yesu Kristo ndio sababu ya ukombozi wetu. Ina make sense?